unajua kuna different people na different kichwa tofauti. So the moment msana za kuja hii na nataka service venye unaweza mnyoa labda hayuko sure like kichwa yake iko sensitive to what you're doing, unaona, ama unaweza pata umeapply to mafuta kidogo ama oil something to that trigger hiyo irritation. Si probably machine unaweza stuff mob tena labda ukisipo clean machine tena poa it affect mse unashughulikia. Ni kitu yenye hata ukianza ku trace back on ni nini exactly, lakini umse hayuko sure vile kichwa yake iko. Unajua mtu ako sure atakuja kwambia okay, sitaki uninyoe hivi unifinyie kwa kichwa ama ugware kichwa wangu, atakupa hizo instructions zote, so you have to do it vile anataka. So we ashajua kichwa yake vile iko, so we haizi ku affected na hizo stuff. So mnaweka ngoma, tuanze na ngoma. Ting tiding. Acha nishikilie hivi ndo muone. Unajua nimemacha hadi na simu like Drip. Bro. Sorry. Nigga, you're suffering. So this is sort of like a monochrome-ish look. Yeah. Like, but I've taken it a notch higher by even like the font. So now the ring is the only thing that is outside, but my cross inalingana juu it's the same. Yeah. Those are things that you achieve like at the pro level. Yeah. We are sorry. We apologize. What up, boys and girls? Welcome back to the cool side. This is Jokofu podcast. Amazing. Today tuko na bonge la guest, guys. Leo ambiana za kuwaletea kuna episode, kuna ile series fulani tuko tunafanya iko inaitwaje? What is the name? Celebrity series. Now previously on celebrity series we have one of najua wanaume wako very keen on how they look. Know this guy. Very keen. Yeah. Intentional on how they look. They know this guy. Wengine if you're a 3 he can make you a 3.5. Amesema 3 to 7. From a 3 to 7 skyrocket. 3 to 7 hata na stand wapi juu sasa the last time nilina kinyozi ni 2 years ago. No, actually ina depend na nani anakuangalia. Yeah. Like who's the audience? If it can msupa wako of course atasema 10 over 10. You are a solid 10. I mean, usitoke kwa nyumba. Why? Sasa hizi watu wanaona baba shop wanaona kinyozi. Unaona there's a difference. Yeah. Maze okay, by the time ulikuwa nini ulikuwa tu una show up. Like randomly tu unamwa check nataka kinyozi. Wewe unaenda tu kwa umeingia. Siku hizi wana book appointment. Sasa ni kwa kinyozi bado una show up. Kwa baba shop ni appointment. Okay. Na hiyo ndio tulikuwa naambia Kamao last time, like ideas don't show up kwa hizi vitu. Lazima book appointment. Yeah. You don't just come. Unakuja wapi? By the way kumekuwa na swali. Hii ni to our guest. So acha hata ni wa introduce guys. Okay, sawa. Apology. So hata like make sure unaona hii simu like ina match na look yangu ya leo. Ni ya leo. So mimi naambia kwa majina naitwa Mwandembe and I'm your host. Tuende pale to introduce and then we come back to the guest of the day. Mimi naitwa Ray. I hope you appear venye naonyesha simu. I hope you can see my African maximalism. We'll talk about that. Yeah. Hi everyone, my name is June Wangari. Sijui mimi nitaonyesha nini, but my earrings match my specs. Yeah. Ndio tu. Yeah. Ni mbaya. Sasa mkifanya hivi unajua hivi mnanipia pressure like I have to keep the bar high on every other episode. Yeah, but yeah. And then now to our guests. Karibu Mazeji introduce waeleze. Hey, welcome people. This is your boy Emerson the Baba, the king of Agwata. Tuko ndani ya nyumba. Nasikia. Karibu. Yeah. Karibu sana. Lakini bwana mna chai. Na kwanza this guy amenikosea ameniweka. So acha nikushow. Usikia hadi nilikuwa I wanted to make it up to you, ulikuwa mkubaye yogurt. Hata na yogurt. Alafu ile zabe yangu ulinipiga VIP treatment, sijui gari inanikujia. Sijui inachukuliwa kwa gate. Si umeona mvua, hata wewe unataka mvua bro. Kwani gari na mvua zinaingiliana? Like sijui VIP treatment. Yeye umenisifu pale umenipapasa. Meka amechelewa kuunda ndai. But tutapata na ile mtayetu. Alafu unaniambia ati kimbia tu na hiyo mvua, kimbia tu. Hata si mingi. Hiyo si vitu. Hiyo haiwaki hivyo. But nataka sasa ukitoka hapa nataka kukuitia a convoy of dudus. Okay, a convoy of cabs zikupeleke paka back to
Wacha tu niko Your sawa. station. Wacha nirudi vile Escort. nimekuja. Eh. Wacha tu nirudi vile nimekuja. I'm safe that way. Yeah. But kwa wale wajui, of course, as I said earlier, kama aujui nani mwanaume, like you need to be serious. Pia wanawake. Pia wanawake, Like shaving ama anything. Everything. hair stylist. Oh, Side to ya beauty. okay. Si kila kitu ni beauty. Kila kitu. So hata mimi naweza sort hiyo. Ni kunyoa. Ni kunyoa. Zingine. By beauty you mean hair, makeup? Makeup, nails. nails. Ngoja, so mimi naweza okay. sortiwa locks. Yes. Hii hapana. This one you don't do. Hiyo tunaweza can do something hapa. Yeah. Na this one. But sasa unajua, This one. me I'm loyal to my loctician. Sasa ni 10 years ndio. Okay, tumejuana hata hatujajuana hata 10 years buda. Hatujajuana hata 10 years. Kujuana it's okay, inaweza kuwa hata 2 months back. Kuonana. Unajua kuna kujuana na kuonana. Yeah. Naweza kuona ukipita sasa jamaa nywele yake imeagi. Dread zake zime. No, ni designers style ndo I wezi. think nini. umenyoa na ukaweka. Ni designers zeka wezi nini. Si mimi ndo nakushow. But loctician wangu nitia moyo ananiambia zimesonga. Option yako basi akusaidia mwambie akuwekea hata kitu inasukuma. Ile Sasa hizi umekaa hivi. Uko na ile mafuta ya ndevu, basi unisaidie. Ndevu tena ndo. Ndevu bado. Okay, let's just go into the tufanye tu kitu imetuleta hapa guys. Ngoja, time ulikuwa unanyolewa na Ima. Asa Ndio ujue hiyo hizi ni ni kama- effects of disloyalty. You Hiyo have to ni be loyal kama- to your baba. Nikinyomse ni kama 5 years ishaishi. Sikia. Si ndio? Na kila mwanaume anajua you never cheat on your baba. Ni kitambo like Ni kitambo it's been a nikikunywa, minute. Mimi nakumbuka tulipatana naye Bomet. But you're still struggling. Ndevu kwanza tulianza na Ndevu sikuwa Zilikuwa nayo man. zama- Hata so appreciate niko nazo. malaika. Sikuwa na ndevu buda like I've come a long way. Hiyo ndio tunakupea. At least Hiyo ndio tunakupea. sikuwa na ndevu back in the day like I was still young. Nakumbuka tukipatana naye tulipatana naye kwanza 2019, si ndio? Tumejuana since 2019. Sidanganyi. Wase wengi walikuwa high school. Like I don't want point fingers but it's okay. Many of us were in high school like yeah. Okay. Not here but just in this Wahenga room. ndo tunabonga. Yeah. Me I was already in campus. I'm just saying but Lini? 2019. Alikuwa na struggle kama. Okay. 2019 ndio tulipatana naye hapa. Ndio tuliingia campus. Eh. Yeah. So imagine hizo days za struggle na ndevu, nywele nini. But that hizo time ulikuwa unacheza futa. No, nilikuwa nishaacha. Ulikuwa shaacha? Nilikuwa nishaacha. But ulikuwa na athlete. Ama ni jacket? Nilikuwa tu. Au ni jacket tu sahi? Hiyo time hakuna kitu nilikuwa na. Sasa ni jacket na Au kulishwa. sahi ni jacket. Unajua sasa hizi ni stage nyingine. Correct. So different stage ya kulishwa, Eh? kazi ni kutafuta. Sorry. Okay. Apologies. Sawa basi. Hiyo Zan. time nilikuwa. So unafaa kuandika notes. Jobu. Jobu ndiye anafaa andika tu. Hapa kwa naandika notes. Apple.com mkinipatia tu hivi mazee, mkinipatia iPad walai. Ningekuwa hapa. Yeah. Apple.com, this is an opportunity you're missing. Ningekuwa hivi. So mimi niko na swali. Kitambo kunyoa iko ina last nini hata 10 minutes. Ulikuwa unaingia hivi. Reggae, spirit. Unapigwa ile mkia ya ng'ombe Chap chap. kama umejitoa. Kwa sababu ilikuwa hizi alafu Mm. style ziko zimekuwa diverse hadi kuna mastingo. Mhm. So jo kulikuwa na ile ulichekigizo mapicha. Eh. Kwa mimi nataka namba 32 hapo. Nataka namba 32. Mostly Luda Chris ndiye alikuwa hizo stuff. So unataka uchore ndevu hivi hauna, so you just do your best. Na upigwe rangi, ongeza mali ya kuna. Ilikuwa inakaa 2 minutes. Hiyo time We ilikuwa just do our best. rangi haikuwa bede. Ilikuwa tu Check. freestyle. Kuna boys wangu hiyo mtaa yako but sitaki kummention. Sijui kama ashakwambia mchonge ndevu. Mention tunamjua Walai. Kama ni wewe wanaongelea. Kama they are talking Unajua. about you. Saizi stage yenye nini iko mali story ya Baba Shomali imefika. Saizi they can demand kwa sababu wako na hiyo right ya kudemand. That time uko una demand kitu, you just do what you do. Sasa nitisha hivi ni kwenye vile nijisikia uende nikuchape mkia hapa na spirit. Ujitoe ile style ya kurudi shule. Poka spirit ya Mandi. kumwagia spirit ya blue hapo unaishia. Ka sisi nakumbuka nikiwa high school around form 2 walileta polisi ya kila outing lazima mnyoe. So ilikuwa mnaenda outing mnadishi for 2 hours and then in the 2 hours also make sure umenyoa. Sasa hapo ndo hizo vinyozi. Mnakaa hivi kinyozi moja inanyoa watu curve.
sijui 50 ama juu shule yote imetoka wanafaa kunyoa that time, na ukirudi lazima uko umenyoa. Ulikuwa fancy high school basi. Si hatuko Wapi, tunatoka. bro? Si ukiingia umeingia. Oh, wala. Actually sisi principal wenyewe tulipata tukiwa form 1 hadi 3 alikuwa anatuambia alikuwa anasema kunyoa ni laziness. Juu hutaki kuchana nywele. Sasa tukiwa form 1 mimi niliingia, actually when I went to high school nilienda na Afrocomp juu nilikuwa najua Dr. Agri guys don't awanyoe nywele, so mimi nimeenda na kabebi afro nikijua mimi nishakafunga hivi kidogo kidogo. Kuna mwalimu fulani akakam anaitwa Mr. Mtua kwa funza physics maths, akaanza ufala akasema like ile tu ule mwalimu ameingia anataka kuwa noticed apandishwe cheo nini hizo ufala. Akasema no, sio kiendaga outing juu initially every first Sunday of the month kunaenda outing, so mkienda outing ni 2 hours from service ya Sunday kisha like ikoesha around 11 I think to 1 unaenda outing. So outing ilikuwa naendaga maybe uende ununue kaa vitu unahitaji, sisi tulikuwa tunaenda tu tunakula, tunaenda kula kaa hoteli 5. Unatoka hapa hivi unaitisha chips zege unaenda pale hivi unaitisha chapo beans, unaenda pale. Ngoja, ukiwa high school ulikuwa unatoshanaje mwili? Kwa ulikuwa unakula hoteli 5, ulikuwa unatoshanaje mwili? But nilikuwa mdogo than hivi, but nilikuwa na For real hivi ukiwa high school? Nilikuwa mdogo hivi, imagine. Na unakula hoteli 5? In 2 hours. In 2 hours. Ilikuwa mbaya design. Every first Sunday of the month, every other school na wase wa hiyo wase Bundanyi ni hiyo town, wa hiyo tao walikuwa wanajua kama wewe unataka kuchukua food kwa hoteli, hata usijaribu juu hakuna. Every hotel like wasiona kwanza wakiingia tunaanza na machapo, hizi food fancy, chapo, pilao, chipo, chips zege. Alafu tunapika paka hakuna food, nipatie basi ugali na nyama. Nipatie ugali like all hotels walikuwa na sell out on that day. Mwalimu akaona this is too much. No. What if wakienda na wakuwa na nyoa? Watu wao wanakuja wakiwa decent. Hivyo ndio policy ya ufala ya kunyoa ikaanza. So ikabidi in those 2 hours unaenda unanyoa. So kila mtu alikuwa ananyolewa. June kuna a time in life ushaikuwa unanyoa? Yeah, but I was so young, like even before nursery, but my shosho would cut my hair with scissors. So ulikuwa na mistari kwa kichwa? I've only seen in pictures, but as long as I was conscious, na sikumbuki kama nimenyoa. But I think maybe nilipelekwa kwa kinyozi once or twice. Tangu kuna trauma na story ya kunyoa. So akiwa mtu yeye alikuwa ananyoleo. And then this one time she was walking around with my dad. Hizo time sasa hizo ni 2 or 3 hapo 2 before anizaliwe. Cheki. 2 or 3 2 or 2. Hivi anadanganya watu kwa social media. Ati 2 or 3 kama nizaliwa. So nikiwa mtoi, nikiwa mtoi, I'm sorry. Nikiwa mtoi. 205 sasa. Hapana, like before 204. So sasa ni stories zangu complain sana kuihusu. So hiyo time alikuwa ananyolewa. Na sasa ni ile kunyolewa yenye mnenge kinyozi hivi mzee anasema anaguza hivi anasema ikae hivi. Very nice. So wakitoka kinyozi wakitembea mzee alikuwa anavuta fegi. Alafu unfortunately akapiga hiyo chiki wenyewe wanapiganga hivi. Akamwaga kwa nayo ash kwa kichwa. Kai. Sizu imba hiyo story hadi wa leo. Like that's something ajai sahau. Na kutoka hiyo time akaanza kulea nywele. Unalipitia. Unajua kichwa ina nywele like there's nothing. Like aliona nikai ni ashtray. Na spirit pia inakonga uchungu. Ya ukinyoa bald itakuwa uchungu. So jo bald sasa nini zako hizo pulse ziko open. Tumwagia spirit hivi. Inaingia tu hivyo kama wewe. Unajua before baba shopale siko unanyolewa na makasi ama wembe. So masa nakuweka kwa mguu hivi na kushikilia. Unalia tu hapo chini mpaka ishi. Hata kuchune aje acha hakuna pole. Mpaka ishi. Ndo baba shop zikaanza come through. Umekuwa in the industry for how long? I'm almost young but still old. 10, 13 hapo hivyo. It's a lot of time. Yeah. It's a lot. Juu like history unajua ni saizi inakaa easy. Unajua kuingia kwa industry inakaa easy, lakini the moment unafika unateseka. Sasa si tulianza na hiyo struggle kwanza na 30, 20 hivyo. 50 ki evolve mia. Mimi na 20 mpaka saizi unacheki. Kinyolewa nilikuwa nanyolewa na 10 bebe. So mtu anakuja anakuambia ni nyoe. Of course, kwani kuna hairstyle nyingine? Bald dara. Iko kuna police cut. I think bald na police cut ndo zilikuwa the same you time. Like ukinyoa huko yote ishi na wacha nywele hapa. Sasa hiyo sasa ni babangu alikuwa ananyoa hizo ndo zilikuwa. Alafu mimi pale.
So the rest huko kando hakuna nywele kabisa, alafu umeacha nywele hapa katikati. It's somehow faded. Si ati Hiyo ndo time sasa. hiyo tulikuwa tunaenda hivyo. Umeweza. Kwanza high school, kama mimi nilisoma high school na wazee mostly walikuwa wananyoa hivyo. So niwe ndo mtoto kwa shule. So watu wengine, unajua shule zamani like us ndo walikuwa na form 4s 3s ndo walikuwa na run shule weekends. So agona wakisema umopdo una mopdo. Wakisema wakupiga wanakupiga. Wakisema call mzazi utakall mzazi. Wacha saa hizi nasikia ni freestyle ati tu uko tu shule na enjoy. So ukiwa umenyoa for 13 years. Saa hizi stage yenye uko like your level of expertise. Kuna msee anaingia kinyozi, alafu sasa yenye tuseme nyi wawili wewe na Jobu nyinyi ndo unyoa. So mimi niingie lakini Jobu ndo uninyoa. Si ndio? Lakini niingie nipate Jobu hayuko, nipate wewe ndo huko. So kuna msee anaweza ingia kwa hiyo kinyozi uko na that level of experience aseme hapana mimi sitaki kunyolewa na acha ninyolewe. Acha ningoje Jobu, ndarudi. It depends by the way, kuna wase kama mkono umembamba, unajua pia ni mkono pia. Wana test mkono wako ndo kaina msee hiyo mega yote inamaanisha amekutrust all along. Like anaweza kuja tu afunge macho na ajue anatoka perfect. Whether utafanya mistake ama utafanya mistake anajua tu perfect, unaona. Sasa huyo atakwambia anangoja Jobu juu anaamini Jobu. At the moment maybe atariska kujaribu atasahau Jobu. Hivyo ndo inakuaga. Juu kuna wase Kuchiti ni rahisi. kuna wase wanakujaga hivyo. Like ataamini msee yake lakini the moment unajua yetu lazima uko consistent. So unapata social life huko nje yako ni less. Like uko tu mostly job. So the moment utashika tu msee hivi Jobu anasaulika hapo. Anatoka kwa picture. Lazima kuna wase watu walikuwa mbele yetu lakini the moment uko unashika watu wao wale wanaenda wakitoka wakiishia. Kwanza sasa hizi ni more challenging juu vitu mingi zinakaa. Alafu pia maboys wanakuja vitu different. Sijui ameona Justin Bieber wapi, sijui nani. Footballers. Sijui anataka. Ukipiga hesabu msee like alafu wezi kuwa honest tena wewe like bro man, nywele yako man. Iwezi hata ulale miaka 7. Ile tunakumbuka tunaangalia kitu kama ya Kolo like si ni easy. Ni shughuli haraka ukisonga. Kolo pia anampiga style. Kolo simpigi tu hivyo normal kusonga. Walai. Saizi like kuna kila kichwa inaenda na style. Juu akitaka anza kuja sema ninywe bald na niishie. Lakini bald unajua bald ndo the hardest style ya kunyoa. Walai. Yeah. Alafu kwa bald pia nilikuwa kwa event juzi nikarealize kuna levels to baldness. Like kushave bald. Kuna bald ya mse fulani wa sasa siwezi mtaja. But ni mzito wa AGC. Ama ndo nishamtaja. Tuendelee. Niliangalia baldi yake, alafu nikaangalia baldi ya boys wangu fulani nikaona bado. Kuna venye yake ina glow different. Like kuna ukiona hivyo vichwa viwili hivi, kuna venye ina reflect jua sana kwako like. Sasa yenye ina reflect ndio mota rama. Hiyo umepigwa. Unajua sasa kuna kama smoother wembe like unaweza kia umemnyoa lakini wembe anakaa hivi. Na kwamba ukiona hapa hivi unaweza hamna difference uweziona hata kwenye nywele inafaa kwa. Huyo ana shine all through. Nafanana yote. Kipara bila pesa kidonda. Bas. Nakwambia bald ndo the hardest kunyoa juu unaweza kata msee. Unaweza mnyoa aende fure the next day. Unaona like iko na vitu mingi. Unajua unaweza kata msee juu unanyoa yote. Kate kichwa hapo damu saa hiyo. Na pia by the way kwanza actually ndo hizo ni kuna skin irritations hapo hatari. Kunyoa style si ngumu. Style ukanalana haraka. Hii nyingine inakuwa noma. Juu the more you balance machine kwa kichwa mtu. Na bald ni tricky than style. Style unaweza fanya tu unafanya inaenda. Hii unaweza pata unampiga magaps. Siza zukishia. Na so by the way hizo nini huwa zinaletwa na nini? Unaweza taka kujua. Skin irritation. Pia kuna wenye wako sensitive tu kenye unafanya. Spirit, kuna wenye wako sensitive na machine peke yake. Wanataka tu wembe, kuna wanataka tu smooth. Na kuna venye hizo vitu uko handle. Yeah. Kuna venye uko handle. Wewe ni expert unaweza handle hizo vitu. Saizi unajua tuko na beauticians pia wana handle hiyo stuff. So wame make it easy kwetu kuhandle hizo stuff sasa tunawapea wana handle. So unaweza kuwa na client lakini since wao wako like unajua zamani we used to una shave
ndio ikakuja story like unaingiza kitamba kwa maji moto umpanguze juu mpake spirit alia hapo ishi. Saizi like kuna massage like kuna shit. Yaani before ufike process ya kuundiwa hizo stuff. Unashona shampoo. Umeenjoy like usha relax hata kama usikie uchungu imeenda ikiisha umerelax. Mimi venye wali introduce shampoo kwa kinyozi nilibambika sana. Juu sasa mwanzo unaanza kufeel value hii pesa yako. Mnanilipisha 100 lakini service ni ile bado ya 70 bob na 50 bob. Lakini sasa unaona time ya kuoshwa si maji moto pekee. Ilikuwa maji pekee. Ilikuwa maji moto pekee na kitambaa hivyo unaona baba hadi anachomeka mikono. Sasa mimi nilikuwa kwa hizo vitambaa sasa. Sikuwa na nyoa, nilikuwa na ushagizo. Ulianza hapo? Nilianza kuuza maji I guess na M-Pesa. Na mjengo. Before kinyozi, before barbering. Like ile asoluna za gate. Unajua mimi barbering iko kwa pati yangu. Ile tu like kuna stumble hapo. Kitu inakafana. Sasa hivyo ndio nikaichukua hivyo nikishiaga. I'd say the beauty industry is fun. Nimekuwa hapo for a few months time ya COVID. It's really fun. Exhausting sana. Unajua una lose nje. World nje una lose. Wewe world nje unaona kwa simu. Juu nakumbuka alikuwa na tunaingia hivi asubuhi literally it's 9 to 5 alafu tunaweza toka later juu kuna msana anatoka kazi apiti hapo tumnyoe. But sasa mimi nilikuwa nasuka. So tapiti hapo hivi tumunde nywele. Ndio aende. Lakini una lose more. You're losing more. It's a lot of time. What makes it different like from other work that take so much? Different and flexible. Like unajua unaweza amuka kama sasa hizi sisi vile tuko na bookings. So like najua kama una Monday na job yangu inaweza anza 10 11. So niko sure naweza fanya vitu tunafanya ni doze nifanye nini? Nikuje job. Na naweza toka na simu tu na I'm not around blah blah blah. Na hivyo nimefunga tu hivyo siku imeisha and then they come the next day. Time now work only with bookings ama both? No, hata bookings is okay. Okay. Saizi night town currently huwezi work na bookings alone, you will suffer. Yeah. Utaenda tu hapo next uboeke hapo na bookings zako alafu unajua itao. I think most people si sema wako lazy, they are not into bookings hizi vitu za online. Hayuko kwa hizo stuff sana. Hapa ijashika town zingine like when we move to Nakuru I think huko iko very fast. Ndio kuna tema huko. Yeah, nilienda ku explore. Ndio unaweza kaa town yako jione mnoma kumbe kuna wanoma. Yeah. Wallahi. Yeah. Ken pia uko sikupata wanoma. Nilipata tu niko mahali. Lakini sasa nilipata nafunzo na msemo like seriously unanifunza. Lakini you have to humble sema okay. Or you're working for someone. Yeah, lakini sasa unapata unajua like babas tuko wengi. So unapata msemo ananifunza na nimeona craft yake sasa. Bro, wewe bado hujafika stage ya kufunza. Lakini anakufunza juu ako hapo like alikuwa hapo before you. You just agree and say okay sawa. Lakini kwa roho bro tukikaa hapa chini nitakutoa kwa map very fast sana. So kuna some point ukimvumali lazima utahumble tu. Because kuna wasewa huko. Jua wasewa washajenga. Unajua the moment uko na clientele. Msee mgeni akam kwanza unajua msee mgeni utapitia. Unakuwa na kitu kama 3 months kwanza. 1 month ya kusafa. Hizo tools za kubuild sasa. Unaona tu watu wana lakini job inataka patience pia. Juu upate msee ananyoa like anaunda kama nini 10,000 a day. Umbaki tu like hata hujaanza hujafanya kitu. Baadaye juu kila mtu anakuja ima yuko. Like kila mtu anaulizia. Sawa narudi mwambie namtafuta. Sasa unabaki hapo like si hata mimi unyoa guys. Amnioni guys. Guys amnioni. Lakini nataka patience. And it's a service. Okay, we were the first one, so I think nilipull na hiyo vile ina grow. So I just move on from the way it's going. Unashika hii style kesho na nini. Pia social media ilikuja kusaidia. Unapata na hizo style ukisonga. So unapata advanced, mtu akikuja na style advanced uko. You can just go with it. Lakini sasa wenye wanakuja saizi hata wana hiyo patience za kukaa TV. Mtu atakaa hivi aseme no. Kesho ameacha kazi, anachafikiria kitu kingine, career nyingine ya kufanya. Unaona? Juu si rahisi. Pia unajua yetu pia like saizi level uko na level client anaweza kuongelesha bila njisikia. And you just keep quiet. You don't zamani you check unaweza ishi. Talk. Or zamani you could say that.
Yeah, because this is the money, like you're paying me 20 shillings. What are you telling me? Okay. Unaambia say toka ishi hapo next wako hapo. Say, yeah. So easy, like you just have to be humble. Okay, so you have to explain yourself. Not just easy, like you can just come in uniambie you need something. I have to explain it to you like venye itakaa mzuri kwako ama venye itakaa mbaya kwako. Lazima nikwambie hizo vitu zote. Hiyo time uko unaingia shaka. You're gone. Umenipea hapo mbao yangu, you're gone. Unaona? So easy. Hizo times nini spirit ulikuwa una apply na ilikuwa ina apply na hivi. Sipo nafanya hivi. Acha kama na kuspray hivi na kwa kichwa unalia. Ile plani ya grease. Ile ya kuweka oil. Ya kuweka oil kwa the yellow bottle. We still use that one. Bado iko hadi sasa. Si unajua ni nini ya machine? Ya machine. Inasaidia machine kunini kuwaka. Sasa so lazima ikuwe. Ile yellow. Yeah, the yellow. Anapiga hivi kwa mkono. Hiyo we're still using it mpaka sasa. Actually nilikuwa na swali, kwa hiyo umesema machines, ndio nakumbuka something. Kuna different machines kwa nini? Unaona kama ile yenye nilikuwa nayo, alafu kuna hizo normal hizi wall. Yeah. So ni nini ina affect scalp ya msee, ni frequencies za hiyo machine ama ni nini? Si sema frequency. Alafu unajua tena si hata hivyo. Unajua kuna different people na different kichwa tofauti. So the moment msana za kuja hii na nataka service, venye unaweza mnyoa labda hayuko sure like kichwa yake iko sensitive to what you're doing, no? Ama unaweza pata umeapply tu mafuta kidogo ama oil something to that trigger hiyo irritation. Si probably machine. Unaweza stuff mob tena labda ukisipo clean machine tena poa it affect mse unashughulikia. Ni kitu yenye hata ukianza ku trace back ni nini exactly. Lakini umse hayuko sure vile kichwa yake iko. Unajua mtu akoshua atakuja kwambia okay, sitaki uninyoe hivi, unifinyie kwa kichwa ama ugware kichwa wangu. Atakupa hizo instructions zote. So you have to do it vile anataka. So we ashajua kichwa yake vile iko. So we are easy affected hizo stuff. Sasa yako kiparash. Juu nakumbuka kuna time mnanyoa na hizi wireless. Yeah, sasa ni kuna time kuna hizo zingine. Unaona vile imeevolve. Sasa hizi kuna kila mashine ya purpose yake. Kuchora, kufanya nini, different. So sasa hizi we are enjoying it. Juu ni rahisi. So unachora mtu kitu kwa kichwa, samaki hapo. Baada kitambo ilikuwa tricky juu that thing is. Kitambo you are using that big machine. So sasa hizo blades zinakuwa zimenona. So hebu imagine ndio unachora kitu kama star hapo hivyo. Unapata umechora nguo inakaa sijui this is star. No. Imeenda nywele imeenda. Like control Z. Acha sasa hizi undo kutoka hapa. Sasa hizi unajua you can make a mistake now. Uipoteze hata bila umse ku notice kuna mistake. Hiyo time unachora eneo nono hivi unaangrga ya. You start unaangalia mlango iko wapi. Juu next hapa ni undo. Utaandu kitu ushaunda. Unajua nywele ni hivyo. That's why saizi wase wako strict nywele yao. Kwanza ladies ukikuja kwambia hivi ako strict anajua kitu anataka, so you have to. Nasaki analipia. Unajua sasa analipia service hapa. Na kinyozi kitambo tukiwa watu hii walikuwa nasema acha nipeane example fiti. Ukienda hoteli dishi alafu shindo kulipa unaosha vyombo ama unachonga viazi. Sasa kinyozi unafanywa nini? Atwendi hapo sisi tunakuanda tu hapo vinyo unaniambia style lazima ulize bei. Juzi police by the way ina happen, kuna yeye ulizagi bei alafu ukifika saa kulipa wanaanza struggle, so siku wanajua nini such stuff. Unajua sasa ndio baba shop kuna hiyo menu. Kila kitu sasa hizi ina price. Kuna price? Yeah, sasa hizi kila kitu kuna price. Sasa you pick, una pick yenye unataka. So we discuss mali umetaka ndio tuna discuss. Juu hizo issues, zilikuwa hizo issues za sikuwa najua kuniambia nini. Did that happen often? Yeah. Sometimes like squeeze does not. Lakini ilikuwa ina happen sana. Mnapata mnaanza argue hapo. Sijui kwanza mostly my youth pige mamake sio nilidani ni hivi nikadani ni hivi. Unajua anakuja na excitement. Ndio nanyolewa na Ima, so unataka hii style. So ako serious ametulia, lakini bei sasa ametumuanda budget yake, amekuja cheza na budget. Unamtuliza tu hapo na unawashiria mashine ya kitambo, naambia sasa uko nayo ama huwezi fanya hivyo. Sasa unataka ulale ndani tena juu hizo story. Huwezi fanya hivyo. Bali huwezi andu tena nywele tu hapa store. Sometimes just let go, mbio ishia tu ina. Like unamwambia tu it's okay. Usifanyie msee kitu yote, like you just give up kusema. Hata mimi nishaikuwa kwa scenario yenye msee nimekuja nimemshughulikia, then bei kafika akaniambia na doa kutosha. Na simjui ni first day.
So nikamtrust, iko sawa wewe, mali kenye imefanyika wewe lipa, iko tu sawa. Unajua alikuja after a month akanilipa ile deni, akanilipa mpaka akanipesa za tip tena vizuri yako. Sikuwa namjua. Ile tu lenga, ishi hakuna shit. Lakini kwa roho nasema kai hasara mimi ndo nimeenda sasa. So you just have to take the loss. Baadaye kitu kai inakuuma alafu akilipa roho inatulia. Mpaka unajua kama next time umse wala siwezi mambo haya. Alafu tena unajua kuna class wenyewe hata umshave aje you'll never satisfy him or her. Hata umnye vizuri aje. Kila siku unakuja ninye vizuri. Ukoleza, hakuna siku nimekunyoa mbaya na usemi kama nimekunyoa mbaya. Anaenda kwambia walisema nimekaa vizuri lakini ninye vizuri. Huwezi msatisfy. Na huko sasa ndo shida sasa hizi unajua hiyo vile kuna hiyo opportunity msee anaweza ongea vile anakwambia so just have to una take it alafu sasa ndo shida. Unaweza kuna wenye kichukulia hivyo watakunywa tu venye wanajisikia ama they just cut you off. Try jaribu mwingine. Alafu unajaribu mwingine kutaka wewe. Unaambia si yule akunywe vizuri leo sasa. You ndio unataka. Wewe baadaye usha ilipia mtoko kikinyozi. I've never thought of it. Turudisha kwa ile nini ilikuwa ni nini the episode after Akina Kolo ilikuwa inaitwaje? There's something we were talking about. Office of the boyfriend jamani. Hakuna office of the boyfriend. Hujalipia wako. Like sina mtu. Hujalipia. Sina mtu. Uliza bei hapo hivi. No. Haujai. Mimi sioni. There's many reasons. Sawa basi. Kama Cheki mwambia. Sijaifikiria something. Mwambia kuja Kericho. I know someone. Akuja pigo experience. Sasa tena unajua that's the hardest part. Convince mtu ako ni nyingine baba shop nyingine kuja kunyolewa. That's the hardest part. Anaweza nyoa juu yake yani avumilie tu like. Wow. Mungu kuchika. Wewe unasemanga men are only loyal to their babas na football team. Yeah, kwa sababu sisi tunajua everything about them. About your football team? Kila kitu about that man sisi tunajua. Relationships nini zote. Oh, you know everything about your clients. Baka mental state tutajua. Basi sasa kama analala. Yeah, sasa mtu anakuamini atalala ama mtu anataka kuongea. Unajua huko pia some squeeze si about just shaving. Unaona kuja tu mnyoji wa conversations, unaona. Labda utamsaidia afikirie kitu fulani, unaona. Wanakuja tu kutulia. Watu wetu hiyo steam ndio waende kwa nyumba. Sasa like you have to be prepared to do that as a baba. You like know you're also a as part-time therapist. As a baba saizi currently lazima ujue kila kitu, Formula 1, sports, relationship. Oh, ndio uweze kuconverse. Like Kenyan msee analeta, you just have to gauge him. Kenyan analeta politics lazima uingie. Yaani uko kila mahali kwa kila different people, different styles. Mtu akiongea lazima wanakuwa hivyo akwambia bibi yangu alifanya hivi, lazima ukue hapo mchangie. Akuja kwambie bro nimepata kazi, congratulations unaona hata kama na transfer au nyingine bado anakuambia mimi ukwambia tu fear women alafu kidogo anapiga hello babe umepika. Fear women lazima pia uchangie. Unajua wewe sasa yuko mahali popote, uko in the middle, so lazima usikie. So akisema tuta wewe unaenda nayo tutamaze, lazima usupport bila nasema. Sasa ukiwa against sasa mnajua mtaanza bishana bure. Ukianza bishana bure hapo sasa hiyo time itaisha. Tamnyoa hapo upuzi kwa story. Sasa sitaki na mambo yako, acha nitafute mtu mwingine. Katikati sometimes lazima tu gauge Kenya anasema. Uchangie tu Kenya anasema hata kama ni upuzi aje. Interesting. Hata kuja unajua bibi yake nani wake, hakuna kitu tuongea. Ilikuwa hivyo kitambo? No. I think saizi tunaona society vile iko. Ina take longer. Unajua kitambo baba shop ilikuwa inakaa hapo 10 minutes. Hata hiyo kiti ya kitambo hata hiyo kiti kitambo tulikuwa tunakalia ilikuwa inakaaje kwani? Hiyo kiti tulikuwa tunakalia kitambo ilikuwa inakaaje? Hakuna kitu kuzunguka. Ni kitu tu fulani hivi kama hiyo. Unakaa hivyo na exactly kama hizo. Sasa hiyo unaingia hivi kwa kiti. So ni 2 minutes. Bald ni 1 minute umeishia. Hakuna tunaongea nini? Saizi like lazima ujojina. Kama vile nilikuwa Nakuru like kutoka hapa kwenda huko so nikapata huko like vitu ni bob mpaka inakuaga lazima ugote client. Unajua hapa mimi najua msee directly tu day one hivi ndakujua huko, ujue jina yake uandike kwa POS system service umemfanyia atoe receipt ya shina from America nini Jimmy J. I think sasa hivyo ukitoa staff upea client akaenda lipa kwa uko na tag si ndio?
Tuko na tag huko. Hapa ndio tuko na tag hizo stuff. Huko sasa unajua venye mko mnapanga. Unajua uko like ni barber shop. There ukiingia manager ndo anacall wase. So anajua huyo yuko busy anakuita. Unaitiwa client. Huyo ako free anaitiwa client. So unajua hizi zetu kuna client wa mimi nakaa Mkwaima. Iko. Yao wako. Sasa hao wenye wanakuja tu walk-ins. Walk-ins sasa ndo tunapangiwa wote. Mnapangiwa. So at least mimi kama kafresha naweza toka na kitu. Unaweza survive, lakini sasa ukifanya kazi mbaya unajua uko anaongea hapo saa hiyo kwa reception anaambia manager. This guy sucks a lot hapa. Toa jamaa hapa. Jitu anafanya hapa. Alafu unajua uko like they take it serious, like manager atakuja ku approach, bro unafanyaje nini funzwa na ule, is everything okay at home? Na wewe umetoka huko unajiona deadly, funzwa na ule huko kando, acha maneno mingi huko, like they take it that level. Hapa hivi unajua na kujua, so nitakunywa vizuri juu najua ni huyu. Sasa hiyo system huko nilikuwa napata system ni different, si kama hapa. Unajua hakuna kwa reception like unaanda clients hapo ati karibu hapa hivi, unajua na gap wewe niaje karibu shua au ma walk-ins ndio kuna siku hakuna job au ndio unataka kuchafua. Sasa ule mwenye mgeni bench huko inawaka mbambo analia huko na TikTok wako karibu kufika ya mwisho huko chini, wewe umekaa huko unalia huko ni wapi nimekuuza, like huko I think huko iko more advanced na system venye inawaka vitu. Hapa we are still trying to kufika hapo, kama kwetu we are trying to fika hapo saizi. So ukisema bookings unamaanisha nini, like how do I book? Sasa wewe booking sasa hapa hivi si booking yetu tunafanya ni ya calls. Okay. Bookings wale wanafanya ni lazima you have to pay first something ku hold hiyo spot yako. Ukichelewa hiyo spot ni kama penalty hiyo pesa. Yeah. So nimesema mimi nataka kunyolewa kesho saa 3. Yeah, you have to keep time saa 3 unafaa kuwa hapo. Chelewa na 10 minutes ama 5 minutes. Hiyo spot mtu mwingine anauziwa. Hiyo pesa inaenda hivyo, so you have to pay again. Hiyo pesa inaenda? Yeah, sana kurudishia kwa sababu ni book na do. So if you book me na do, make commitment that you are coming. Or they pay like a deposit. Yeah, you are coming. So ukinini hivyo jioni time refundable fee. You must make a deposit. Like where's call to sebe kama. Saizi hapa hivi you can just. Sasa imagine sasa msee amekaa anakungoja saa 3 akaambia msee mwingine nyolewa tu na wewe kuna msee na kama alafu usikuje umesha release client mwingine juu una range clients wako like okay niko na client wa 9 so ni 1 hour to 10 kuna mwingine 10 so umechelewa mimi yakukaa. Lakini saizi hapa hivi they tell you inaje na come, so akikama hata late you still have somebody unashughulikia, hiyo shi lazima ngoje, ana right ya kukwambia nilipiga simu mapema niambie hizo you work kama kuna do book me the money, hiyo ni commitment nitajua. So juu siwezi ni book na mdomo alafu naambia niko na mtu alafu usikuje. Yeah. Na house calls, mnafanya house calls? Yeah, we do house calls. Si tukipata na these people wanaogopa charges za outdoor. House calls next pay. Because you have to carry everything and go. Lakini I think ni kericho tu. Mi experience yangu ni huku na outdoors. Huku wasee tulipatana ilikuwa 2020. Wanaogopa do charges. Kwa 2020 ile wedo fulani Bomet. Wedo Bomet yeah. Kupatana sasa ni house call ama unahitaji? Ni house call tu. Hata kama iko county. Kwa Bomet ndani like hata ukiniambia huko ni wapi leo sikumbuki ilikuwa. Lakini ndio lipa pesa mzuri au ndio shanilipa pesa fiti kabisa. Ile house call ile. Hata ukitoa job hivi bado unasikia fiti. Lakini sasa hizi they are scared of because unajua nje kama nikienda nje tu hivi mtoi tu kumnyoa hivi hata kama ni kidogo ni 500 straight. Hakuna ati 5 so straight. Mtu mkubwa hapo tao. Tukianza ma design base naanza kusonga sasa. Bado hujanipa fare. Na bado hujanipa. Lazima unijenge fare. Tunajua nakumbuka. Sinakuja kukufurahisha. Wako kwa nyumba. Inafaa hivyo. Logistics. Uncle wangu alikuwa anafanyaga house calls a lot time. Hiyo kitambo. Time ya COVID COVID bado. Like alikuwa na hizo nini zote so yeye anaenda. Mimi naweza enda nikafungwa salon. House calls ziko na pesa fiti. Na wase nao wanakula fiti. Make sense hiyo time. Because hata niko short salon like what. Sisi we used to shave hata kama hiyo siku ya COVID. Kwa tunaingia tunaweka tins kama hizi kwa dirisha. Client anaingia ndani tunafunga mlango. Askari wanapita nje waone kitu. Wanafikiria hiyo place wanafanya renovation. Toka enda. Ni ngumu hivyo. Saizi ni mambo na pesa. House calls ni fiti. Na sasa inaona juu wewe unazaambiwa ulale ni ngoje ulale ni kunyoe. Unaona like uko right ya vibe tu wote kwako. Ndeza ngoje tu si wait juu umenita. Ulipe. Sasa shida ni kulipa kwa kulipa. Kuna maana naenda unamshughulikia tena. Inaanza kwa story ya pesa sasa.
Story ni pesa, unapigiwa story ya pesa badala ya kupewa pesa. Na uko kwake. Na uko kwake ama let me call sijui my husband somewhere pedo. So advice yenye yangu yangu alinipea nikienda kwanza, like alikuwa ananiambia so COVID imeisha, we want to come back to Kericho. Akaniambia so hii craft tumeshika, hii craft ni fiti sana. Advice tu naweza kupea ni ukienda kufanya kazi ukuwe strictly business. Of course ni ako 40s, so ni Gen X. Lakini mzee. So ni mzee of course. So haizi kuambia uchunge wa mama, anakuambia tu chunga, like be strictly professional. Hiyo ndio kitu aliniambia. How is it for house calls? Juu alikuwa ananiambia, aliniambia nakarudia mara mbili. So me I'm getting what he's saying, but he doesn't want, ataki kusema chunga wa mama. Ataki, so you of course haizi sema you have to be professional. Juu hata mimi nakumbuka there's a day nimeenda massage. So sikujua exactly ni nani nafanyia massage. Chalingia hivi clients wawili madam, man nilistuka, sijaistuka hivyo. Sasa kwa mekaa hivi sitting. Unangoja au tuende room. Nikupatie maji. Tuende room sasa. Like alafu sasa ndio ilikuwa my first massage. Sasa niko zaidi ono mdem la kama. Sasa unaona inaku stress kwa sababu ukifocus kuangalia huyu msichana au utafanya job. So lazima tukue professional. Umalize utoke we. Nothing extra, nothing. Enda upige call shower. Aliniambia like I remember like that's one thing I remember. Alirudia more than once. Juu unajua hapo uta lose. Okay. Hapo uta lose clients sana. Juu unajua siku hizi clients wako polite. Utaongea fiti. Kuna msemo mtaweza ongea to next and akwe best yako. Like una feel hata anaweza kuita kwake mwende Manjaro lakini uko close sana unafikiria ku take advantage. Alafu unajaribu kufikiria like hapo uta lose client. The moment ana ukistep hapo utaimuona kabisa. Na ni hivyo ataenda next. Unaona? Juu ati utambamba, kuna kitu utambamba sana ati kuna mtu atakuja mwingine wewe si hapo. Hakuna. Utapoteza do hivyo bure. Juu pia kuna story nilisoma kwa Confessions. Ilikuwa around hiyo nini. Kulikuwa na pia umse alikuwa sijui ni baba, something like that. So it's very prone to happen. Yeah. Ina happen, hata si mtu anaweza kuja tu hivi mshughuli, hata si lazima house calls, hata job tu anaongea vizuri mpaka sasa huyu ni wangu unaenda naye sasa. Lakini sasa ukifikiria pesa unje utapoteza hapo, unasema acha ikae, cause ina happen. Mtu tu anaweza kuja kwa approach na unamshughulikia tu, ana kwa approach vizuri, anakupea masifa hapo, una blush lakini hata Mrs. Kipo anaweza kuchora tik, acha nikuchore. Hata sisi kunyoani wetu tumekuja ona, unasikia vizuri aje. And then now for us it was a little bit hard juu si tuko kwa space ya women. Like kwa beautician, so majorly 100% of my clients were ladies. By the way unajua ukipiga job na ladies unajua tu madem wanakuja haraka. Bob. Wanakuja haraka. Tukiongelea tu hapo kwa madem, si is it more expensive for dem kunyoa ama kuweka nywele? Mimi naona ni more expensive kunyoa, lakini watu wengi ufikiria ni more ni cheaper kunyoa. Okay, so kuna a lot of people, for instance ukicheki kama una consume social media sana, unasikia msema amesema atiambia manzi yake anyoe ndo bili pungue, lakini sasa unapata hii kunyoa inahitaji maintenance like every 1 week kama 2 weeks. Sema unajua dem akinyoa ako guarantee 3 months ako fit. Ana pressure 3 months. Akinyoa salon unajua ni kama wiki. Akinyoa 3 months ako, lakini sasa shida akinyoa 3 months ako sawa. Ako sawa 3 months. Ako sorted. Lakini shida sio 3 months. Shida ni siku ananyoa. Unajua siku ananyoa vitu ataweka itapita ile bei ya salon, lakini sasa ataka mo kushinda juu anaenda hata extend, si ati lazima kuja unde. Anaenda extend siku ako na function anakaa. Unaona? Ile ako guaranteed ako sorted kabisa. Like ku maintain your style. Sema amepigwa cut design fulani, sasa ukipiga cut nywele growth inarudi. Si ni pole tu sasa. Hiyo ni inakuja pole juu. I think wiki yako fiti, hiyo wiki nyingine naanza sasa come through. Unacheki? Pole. Sasa shida ni bei ya hiyo siku sasa. That's the hapo ndo kuna the initial nini? The initial day. So unaweza kuwa unajipiga on good. Juu mostly sisi tuna prefer ladies sana juu. Hiyo anakuja atakujengea siku tu hivi, unaweza mpiga 2K flat hapo vizuri tu, ako safi. Na they don't do sina pesa hizo stuff, they don't do that a lot.
guys bado watajua hata bei, lakini punguza leo nini, naambia no. Like internalize the fact that wanatumia in personal maintenance, but madam it's Ladies comfortable wana to use value, money for maintenance. ladies do value that. So wanasema hii ni mimi naunga, so anakupiga hapo pesa unasikia vizuri na bado atakutip, unaona, bila pressure. So anajua wewe jo wiki 3 huyo hayuko, so deal sasa na wanaume pole pole. Lakini wakikuja unafurahi sana, unafurahi bure sana. Okay. Umesema madam, and I'm thinking as a beautician nilikuwa a very big competitor kwa female beauticians. Is it the same kwenu? Juu madam wengi walikuwa na prefer kuundwa na maboy juu I'm very gentle with the hair. Just sijui kama unasikia uchungu. And also the fact that like it's just ni boy ananiunda kuna kafiti. I don't know. So how is that same thing kwenu pia? Yeah, lakini sasa Kuna female mali moja nimefanya na female barber. I think wana prefer hivyo, hata men do prefer ladies. Mali wakipata kuna lady they will prefer her. Maybe joko gentle pia. Au watasema pia tuko gentle. Lakini sijui hiyo gentleness iko wapi. Sasa sisi tunafanya tu. Unajua utaifanya fiti na unataka akae fiti. Ule deme beta fanya tu. Unajua ladies pia kuna kanini huyu anakaa mzuri kushinda hizo stuff, hizo mawivu za ufala. I think actually nakumbuka kuna msesha sema hivyo. Kuna hizo mawivu za ufala hapo, wewe anakaa kwanza mjuane, alafu huyu deme anakaaje. Sisi unajua Mr. Judge, unajua kutoka bwana. Siwezi judge mwanaume mwenzangu ati bro anakaa fiti nini hizo shari. Siwezi fanya hizo stuff. Nitakunda tu fiti kwanza, nitabambika nikikunda fiti. Brother unakaa fiti aje. Wewe ndio jidai. Lakini sasa dem na dem wana huyu atakaaje hivi. Hizo mastaff. I think ni hizo cause hizo manini. Serious. Because always hizo mawivu za ufala ndio nafanya. Jani fanikia niko tu na positive experiences. Hata vile nilikuwa naenda kufanywa inywele, but ni most of the ones nimekuwa nao ni more of women, like see madam, like it's like someone's mother. So wanaoneaga wivu, hata unajua unazoonea wewe kando yako. Unajua sasa kama sisi men vile tuko wengi tunafanya shave, hakuna senye taonea ubest yangu hivi juu amenye ule fit. Ta appreciate huyu amekaa fit, lakini dem pia wanaonea hizo wivu like dem leo ameng'ara kunishinda sijui, alafu utanipea hiyo competition ya nataka ni dress kama wewe, nikushindane na wewe, tuko the same industry, nataka nidunge kukushinda, niku outsmart sasa yenyewe. Clans anang'ara sana, acha nishughulike na msafi. Sasa wale ana feel bad, hata mimi lazima. Naona mnapea hiyo pressure. Hata kwa job. Sasa sisi tu huko. Mimi hata upige shughuli zako hainisumbui, mwanaume unajua yusumbui hizo stuff. To chill tu vibe. To vibe na flow inaenda. You mentioned that umefanya massage. So all the things that ulikuwa mentioned that una offer unafanya zote? Yeah. Like si zote, kuna zingine siwezi fanya juu ya time pia. As in you're able, like uko na I'm able to okay, skill okay. iko. Unajua lazima uko kwa hii field lazima. Unajua kuna saa unaweza kaa hivi kwa kazi, lakini kazi itokee, you have to be there. Unaona, unaweza ifanya lakini si 100% unafanya kenye unapenda. Unajua kama barbering hiyo ni passion, kitu unafanya ukipenda, kitu kiamsho hivi unaweza fanya. Hizi zingine ni add-ons tu. Like unaweza fanya lakini ikubambi, lakini you just doing it for money. Hii nyingine unafanya juu inakubamba, you can do it for free. Bila pressure. I had someone call it open shop. Like apart from what you are passionate about, to keep your shop open, there's other things you have to do. Like yeah, exactly. Ni same na sisi, like I'm typically a videographer. Yeah. But ukiniambia huko na unataka kupiga picha, of course. Atuko nataka tukufanye nini? No. Si ufanye hizo vitu. Niko hapa. Sasa hivyo inabidi ukwe hivyo. Alafu ndo demo. Unajua tena unazapata uko field different. Uitue shughuli ina concern your staff, unaruka ndani direct. Ati una sound. Lakini ukistick na hii yako. Exactly. Mimi naweza fanya sound. Nimekwambia mimi videographer. Yeah. Siji wireman wa connect ana change go. Anapata mtu reflector anaanza kuvaa helmet. Alikuwa chef. Alikuwa chef ya. Anataka nikudrop wapi? Hata nakudrop niko na boda yangu hapa nje. Lazima. Lazima uko hivyo kila mahali. Ndio CV kikuja CV yako inakuwa mzito hapo, anafanya kila kitu. Lazima uko na. Sasa hapa niko na question. Before tukam kwa hiyo Ray, niko na swali. So now in conclusion, like you would say female barbers are an equal competitor, like ni competition juu unajua hii soko wengi ni men.
Wenye wanaleta pesa wengi ni men. So like watakuwa competition juu kuna ile najua men do have agendas pia. Kuna mtu atataka female baba mnyoa juu anataka achore. Naona the same way hivyo. So sisi tutatulia. Kama mtu atakutoa juu ya ndo target. So unajua vitu unafanya kwa street. You know. So nimetikia response section. Si ndio nasema like utafanya kitu ukijua like target yako ni unataka kwa msee. Unajua most utaenda na intention that udem ni mfiti wacha ninyoe, utaenda na hiyo intention kitu kama hiyo, unaona? Utaenda na kitu different. Kwanza tuacheki ndio mwanzo juu hata siku yetu tuna experience hiyo stuff na most of the beauticians. Unapata kuna msee anataka tu nitie ule specific person, unaona? Juu maybe kuna kitu wanajua ama kuna kitu wanaongea, unacheki. So hata kama anafanya vitu zenye hakuna ya ajali na hizo stuff. Unajua hapo ndo ajali. Hiyo zuri wanaongea na dem ana feel fit. Na sasa kama wewe ni mwanaume umenyoa and it's a fresh cut, are you loyal to your barber as well? I'm my own barber. Wallahi. Yeah. Ndani wahenga walisema kinyozi ajinyoni. Si wako na kioo. Wahenga. Hizo day wako na kioo. Wako na kioo, wako na cordless machines. Unacheki. So you can just do it. Wallahi. Ni rahisi. Like si ni pattern tu ya nywele yako kwa na rada. Na unafanya. Sasa vitu maybe dye hizo stuff ndio unaweza mse kuchapia. Juu nakumbuka anaitwa nani, kuna bestia Grifo Mrs. Wafula akaniambia ile ndo alijisuka hizo nywele zake. Kusuka they can. I was like, okay, especially interesting. abroad since it's so expensive, most people learn that skill. But mimi kunyoa sikuwa najua. Hadi ndo nilikuwa nikuulize. Hadi kuna boys wangu hapa anajinyoa daily. Anaga pressure yani juu. Na anaishia. Sasa mta correct mali yako mbaya ndo atawaambia mnamcorrect. As long as unajua. Unajua sasa siku hizi sisi vitu ziko kwa fingertip. Like unajikishika tu hivi unajua like kianzia hapa naishia huko nikianzia huko ni hivyo. By the way, kuna watu kuna time kulikuwa na complaint. Wasa walikuwa nasema vinyozi zimeanza kuacha kuwa vinyozi juu. Watu wanaingia, mnapata huko kuna wameweka ngoma, mademo na dance huko unashangaa nimekuja wapi huko. wako ma TikTok challenge. Like mazo wewe umeenda kinyozi, wewe unataka tu kunyolewa huko umechili. Tena mademo wametoka huko. There's entertainment. Oh, unaona hapa kwa kioo unashindwa hii reflection ni TV ama ni reflection kweli? Like what's going on here? Unajua saizi kila msee amekuja na njia ya kutafuta do na barber shop. Juu ni competitive saizi. Sote ni PR tu like. Saizi unapata vinyozi all over. Kila mtu anataka fungua kinyozi juu inaleta pesa haraka. Yeah, inaleta do fast. Don't play dirty guys. Lazima unajua tena kwa biashara lazima sometimes you have to play dirty ndio ufike mahali unafika. Lakini ukiplay it cool utapata umefunga duka. Ama tuseme tu ni marketing strategies. It's basically realistically speaking it's not really playing dirty. You're just unatumia two different strategies. Yeah, hata si mali tuko na around barber shop ngapi? 3 or 4. So you just have to be different, to stand out different kushinda hao wengine. Uofe kitu wenye wale wengine hawana. Kitu tu kidogo ama hata tena ongeze tu time yako ya kukaa. Yaani vitu tu kidogo. Alafu ndo unafresh hao clients zona kama. You can stick the same script nyote. Mtateseka aje. Wataendelea ile nyiko na kitu kidogo tu watrige maji, coffee, hizo ndo stuff mtu nenda ya kahawa inataka kahawa, unaona? Yeah, those small things matter a lot. Hapo ndo anakaa na ngoja tu kahawa nyolewa kwenye kahawa. Ya kahawa anasema the highlight of the day. Sisi unaona sasa kila mtu ako na strategy yake. Juu ukiplay it cool utasafa juu. Mtu anaweza fungua barber shop next to you. Akuje approach all your staff. Aambie cheki na hataka na wapige wote 200 Gs each ngoje kwangu. You think kuna mtu ataacha 200 Gs? Wana fly very fast. Poaching. Yeah. And you cannot complain kwa sababu ni Always offer hiyo do. Huwezi kataa, huwezi kuna hiyo do. More than once. Sasa utafunga ama utaanza hata wewe tafuta mahali pengine kutafuta. Kaya I think umemove mara 3. Lakini time ulikuwaga Africa move mara 3 ya. Sema 2 si 3. Juadi kuna time ulikuwaga na Mike. Sinasema 2. Mike alikuwa manager, Michael Okoth. Some skinny guy mrefu hivi. Which barber shop? Ile uko juu kwa gorofa hii gorofa Litnis. Hata sijui kwa huyo nani lakini sawa. Sijui by the way. Wallahi. Sijai kuwa na msanii, sijai fanya msanii wa Michael Okoth. Hakuwa anafanya yeye. Maybe alikuwa tu. Alikuwa I think staff or something.
Ama alikuwa accounts wenu juu? Maybe kuna baba shop tu hapo ingine, si labda sema. Juu mimi nilitoka Lux nikaenda Supreme then Empire. So only two. Nimevuma mara mbili. Mimi ni ule loyal mse. Sija focus na dogo. But I've seen that a lot. Kuna ile baba shop inaundwa mpya deadly. Anakuja na Afrika wase wako wote. Juu hata ile Supreme ikifunguliwa si tulikuwa side nyingine so akachukua mmoja. Mimi sasa nikastick na ile loyalty. Juu unajua mimi hiyo move tricky kidogo. And then pia wewe you have your own clients. Yeah, wangu sasa vile alienda bankrupt kiasi, pesa ilianza kwa stress na products nini. Unajua sasa mimi na work hizo ndio vitu zinanilisha. Products hizo ndio vitu zinanilisha. So at the moment hizo hakuna, nitaenda kwa msee anaofa hizo stuff. Unaona? Na hivyo sasa mimi nilimove juu hizo. Sikumove hata juu dojo wako ni approach na pesa. Hata hako ni approach, nilienda tu next day. And actually same thing ina happen pia kwa chefs. Kaya kaambia iko hivi. Mimi ni barista and I prefer working with this type of machines. This is the equipment I want to use. Ukinipea zingine sitafanya venye nafaa. So I'd rather just nitoke. Juu hii yetu ukifix your mind na haircuts peke yake hautakuwa na make do fit. Juu kuna haircuts color nini etc. Sasa hizo stuff kama ni pay hizo stuff sitaunda do fit na kuna msee akona hizo stuff. Wacha niende kwa msee ani improve, unaona. Pia the same place huko ndo nikuze Empire pia yeye ilifika mali do ilikuwa less. Acheki. So salons zinachelewa nini na msee akakuja na offer fit like nataka tu open a barber shop bla bla bla, nikamwambia okay amen. So salon ililipwa nikiwa Nairobi nikikuja Kericho. Tumeenda tafuta products huko zenye tutumie nikikuja Kericho ndo kalipwa salon kwa highway. Kani nimenunua vitu tumeingia direct up. Justima ilikuwa inakatwa juu ya rent pia, unaona. Na sisi lazima stima. Sasa we used to walk hizo corridor na mashini kwa shingo tunaenda kinyo zingine kwenye wase kamuni. Unaenda huko mnaua mpaka mtu wako ajuze muda simfanye tu hapa. Mnarudi tena. Unajua ile je kwa idol ndio mnaenda hivi. Alafu ananyoa na less man. Unajua kana ananyoa na less mbiko huko mnanyoa na waza. Buda mnanyoa na pesa mnakuwa hivi. So the next mkitoka akili yake ina change sasa sukuma ni obey. Unajua kuna nyoa anaweka do chini pia ndo. Wapate wase. Sasa kuna nyinyi mmeweka tu standard wase bado wanakuja. Sasa anajiuliza like why? So hiyo tu lazima ukuwe na mjanja. Ukiwa mjanja utasafa. Unaweza funga by the way kitu umefungwa na milioni 7 unaweza funga. Na siku moja. Kinyozi ni kama mita 7. Inategemea unajua kinyozi unaweza fungua na mita, si ndio? Lakini it depends kitu unataka. Unajua wase wanakuja juu ambience pia. Yaani vitu zinaleta wase great fact. Sasa kwa hiyo ambience utapata umespend kitu kama 2 point something, unaona? Alafu kuna staff pia lazima uspend kwa staff. Hizo uniform nini? Yaani ku make sure wako clean. Alafu mtu tu akuja waambie ndio hii 200 G's wazee. Songa. Mnasonga alafu kinyozi yule anafunga na hiyo pesa imelala hivyo. So hata lazima aende atumie do. So that's why saizi watu wamekuja na hiyo. Kama na Nairobi I think wase ku move mchukue baba from this side to this side. Maybe kama 500k. Ndio move tu kutoka hapa to this side. Ndio vai tu apron imeandikwa jina nini yangu. Juu anakuletea wase. Si ati yezi fanya kazi huko. Unajua huko anaweza fanya hata chini ya miti na atanyoa. Juu kuna wase wake waamini mali yao. Wanaamini yeye si wewe mali yako. That's not. Ni kama kufanyaje? Ni kama unakogana na example yani ni juu literally si wako under mimi now. Like I'm coming with clients. Skill yetu si ndio inalipa. By the skill kwanza ndio fit. Ukiona skill tunaweza amua by the ima sinikuweke kio hapa hivi na uketi hapo wanze wase waka hapo. Very fast teke. Na inasonga. Jota tukiwa ile event tuko hivyo juu tulishave tu tuleka tu tent na tukaanza shave. Wase wanakuja like hakuna msele mnasumbuana na mtu. Kwa nini ile children's home? Nanyoa mnasumbuana. Sasa nauliza swali. Your friend gets a job that pays double what you earn. Do you genuinely celebrate them or do you celebrate them and then go home and feel some type of way? Your friend. Acha tuanze na guest ndo atuambie tuseme sasa kwa station yako alafu msema zako na make do kuliko. Lazima you celebrate them then wewe unaenda land sasa. So hiyo type of way. Mimi nitamsherekea vizuri, sitasikia vibaya. Nitataka nijue sasa yeye afanya aje. Ndio hata mimi sasa hata mimi nianze sasa. Tushindane. Healthy competition. Na kama ni best yangu lazima nivurute. Unaenda wapi na wewe ni best yako? Lazima univurute hata miko pesa.
Nikienda sikia vibaya, nikisikia vibaya itanisaidia, unaona? Nitakuwa tu kila siku bita, alafu nitakuwa na kuona na actually ukisikia vibaya najiumiza. Utaanza kumesa clients wako. Juu ndio utakuwa unafikiria vitu mingi kwa kitu. Kama naweza kupa example, kuna msee alitoka Naxa tukiwa baba shop. Ndio aleta hizo ideas za dyes nini. Nilikuwa nakaa hivi, kwanza anachora hivi na kai boy ni mngori. Mpaka boss anakuja ananiambia, "Buda huwezi fanya hivi." Huwezi fanya hivi mpaka sasa anapush clients wangu towards him. Nasikia upuzi hapo hivyo nikasema, don't let tu jamaa nitaanza kumbizana naye kwa isoko. Lazima tu nikuwe na copy Kenya na tu. Sasa anifunzi na copy. Naangalia kitu anafanya, sifanyi perfect na sitaki kumuuliza. I just do it. Mpaka nikakuja sasa kushika hivyo nikaanza hata mimi nda pesa. Nikasikia fiti sasa. Basi hivi ndio inafaa. Juu ukisikia vibaya utaumia roho. So isikia wivu kuhusu mzee utateseka. Si ni hard juu kwa mfano umepiga Kolo Bald. Haijatoka venye unataka. He's contented but haijatoka venye unataka. So now you have to wait until the next round he comes back and then you try again. Like the cycle count is really slow. Mimi nakoga na kitu na feeling vibaya nikiunda kitu. Unajua kuna kitu unaundaka hii ndio hii. Lakini kuna zingine unaona nini imekoa. Unajua umesikia raha but it's not about you. Mimi sijasikia fiti. Alafu unajua tena sasa issue ni haizi kuja kesho. Lazima waache nywele arudi tena. Lakini unajua tena alafu tena unajua client pia anaweza kulimit. Unajua kuna kitu unaweza nionyesha nasema okay na kutolea hii to perfection venye iko exactly. Lakini akulimit the moment atatoa kitu moja kwa hiyo kitu ntaunda unachoka, yani utafeel too down sasa. Jue akili yako umeset, nadhani mperfecti kitu venye iko exactly. Alafu atoe tu one thing kwa kitu, usineke cut. Umseme haribu. Like unajua, ukinipea style, lazima niweke kwa kichwa vizuri tu sasa. Sasa mimi tu kulock in nikukutolea style. The moment tu utachange kitu hivi kwa style, ama ufike vile wachia hapo kwa sababu hiyo watu husema katikati like unaweza unda tu vizuri mimi niko sawa. There's somebody that change style mara 3 kwa hiyo nywele moja na unaendelea shave hata hujafika katikati. Yeah, the moon like change badilishe kwa then I start again. So unaweza start mara 3 kwa kichwa moja. Unasikia upuzi zao umsara ni umes, lakini you have to do it because client is always the king. Hakuna right king tu. Right hawezi kuwa right. Kusema right ni normal. That's the problem. By the Aramis Greek clans who are right. See, I can't get an international philosophy. It's only some cultures. I think in the American culture who believe. No, they're not right. They're Eastern cultures that are like Chinese, they don't believe that the customer is always right. Wewe sasa wewe June mara ngapi umesumbuliwa na logo? Na? Oh. Unajua kabisa hii iko nje. But Kenya unasema business yako wewe umesema iko sawa. Hivi ndio design unataka ni sawa. Niko na idea fulani wala ukinipia platform wala inaweza kuundia something. But ni sawa. Wewe sawa tu. Umesema iko sawa. Hata mimi unajua logo nimepewa watu wangapi ndio, but I'm still looking for another logo. Si ndio huyu? Unaona logo? Tuongea logo kando sasa. Unajua dem ni nani wewe? Unajua mimi mostly nini yangu sema vitu yangu mingi imekuwa supported na wasee. Yaani imekuwa ile msee anaona wewe ni deadly so ana push towards something. Logo ya ideal kuja na msee, page ilikuja na msee, IG hivyo. Do this post fanya hivyo. They push it towards something. But Emerson the Baba is your own brand. Yeah, that's my brand. Kuna baba shop inaitwa hivyo? No, I think mine itaitwa hivyo. Soon to come. looking forward to that. Bwana tumengoja hiyo shop aje. Tena shida, unajua shida sasa nimekuja tena nikakaa nikafikiria. Tena hiyo baba shop hiyo ita demand a lot from me kushinda the staff. But again now the issue is it now sort of like pushes you to an executive level. Na unajua wanasema if kama umefungua baba shop na you're still the one shaving hapo kwa baba shop haitakuwa inakusaidia. Juu unafaa kuwa huko nje kutafuta do ile. Exactly. But mimi najua nikifungua I'm sure mimi ndo nitakuwa hapo. Juu mimi nataka kunyolewa na Ima. Ako wapi? Si maana huyu mwenye hii jina ako wapi? Juu nataka nataka hiyo level yenye I can trust my staff afanye hivi staff ikuwe clean venye nataka. Unacheki deliver the same quality. Juu hata Omsen nilikuwa naye na amfungua shop yenye run anakuja tu kutugotea. Unaona? Sasa I want something juu anatafuta do huko nje.
hayuko kwa kinyozi hapo, lakini ukifungua kinyozi na uko kwa kinyozi, no, that moves you from a creative to the business, which is, it's a big challenge actually, I'd say, out here. Juu kama mimi siwezi kuwa na shoot daily, nitaenda ku pitch saa ngapi? Sasa una realize nafaa kuanza ku pitch more na ku attend meetings more, and then tutafutia wase wana shoot, but manze ku shoot ni personal kwangu manze. Sasa mimi nataka tu ku shoot hiyo edo hivi, nataka tu ku shoot hiyo documentary hivi. Sasa unacheki sasa, alafu delivery itakuwa inabidi umeanza kuzifanya kama side quests. Juu kulikuwa na hiyo story, kuna msee alikuwa anasema like tumecommercialize crafts zetu sana to a point that you no longer feel the joy while doing it. Unacheki, so unapata ndo msee hata umfanyia kitu kadogo hivi, hata kitu yenye unajua hii inaweza kufanya free na nitaenjoy kufanya, na hiyo kukufanya free ni fulfilling kwangu, lakini bado hapana, there must be a price to it. Lazima ni ngumu sana. Mimi najua tunaweza kai hivi shop, siko ubaya ndio ni msee anafanya kitu like alafu aachilie msee, inaniuma like lazima mimi ningefanya more than this jamaa mfanya like itani disturb, lakini sitambio msee imenisumbua, ndakaa tu nitulie ningoje maybe siku nitapata opportunity nikuwe backup msee. Ai ni hivyo ndakuchafulia hivyo, nda make sure nimetoa yenye haizi kufikiria hata ku divorce on the spot. Like unafikiria hivi kitu msee akifanya hii ningepewa hii can do more. So commercialize craft yako inabidi wewe mwenyewe ndo ufanye, tuseme ndo wewe mwenyewe ufanye hiyo kitu yenye unafanya, kani kunyoa, kani unaifanya kama side quest. Sasa like unaingia unasema mazee ni aje kama ni kunyoa, out of feel fit, will not feel okay. Juu unakaa hivyo unasema like this guy okay akona mimi, lakini is not delivering vile nataka ikuwe deliver. Juu ndo wewe train msee, hata kuna msee nisha train, lakini sasa ana the same passion yenye niko nayo, unaona yeye anafanya juu anataka do, labda anataka do, ama ametumwa tu na wazazi atoe stress atafute mahali kitu kufanya, unaona, lakini unampea na role like you have to do this, you have to be serious. Unajua sasa hizi kwanza tu kitu ya kwanza hiyo communication na client like from the word go ina matter a lot sana. Unajua kuna msota anambia unajua venye una approach client ina matter sana, wewe acha kuniambia ba nataka tu hapa, unaona. Sasa wewe unataka hivyo, yeye hataki hivyo. Sasa unaona mko two different pages, na utakuwa una add more kwa hiyo job yako, utakuwa sasa wewe ndo lazima ukue ndio ikue more, unaona. So kufind tena a good team ni normal. So la pili, you get an M-Pesa message for 50k by mistake, nobody texts or asks for it back, what do you do? Juna za Christian shani waambia ati I get 50k hakuna mse naijandikwa jina as jina yuko nayo kwanza, mimi sijui hiyo jina. Wewe sasa hii aileti jina inaleta jina but wako na extra, the number is not kwa 3 digits of the name. So unafanyaje? Sintapigia Safaricom niwaambie hii pesa sijui ni ya nani. Jokes. I don't know by the way what I would do with that money. I've never thought of that. Maybe nitaiweka kando kwanza, like ningoje like kama nitasikia, cause kama ni by mistake si of course atakola ama reverse ama akishinda ku reverse, labda ni msea yuko tech savvy, probably atakola, labda you get like ata make effort, tuseme after like sometime a week 2 weeks, tuseme hata a month naweza kaa tu hapo, cause kama hajafanya kitu inamaanisha si by mistake, unajua labda it was revealed udem anahitaji pesa. Sina ubaya but si hata wewe unaona sina simu, mbona unanitumia by mistake? Wewe unafanyaje? Niomba Mungu asubuhi, mbona before ni kwa Muslim nilipata around 6k wrong number, alafu nilikuwa nimebakisha around 3500 ni buy TV alafu umseme nipigia message like umshapata hiyo pesa, ushapata, unaongelea naongea arogata, unaongea ni pesa gani nakata, ananipigia budo ushapata, nikasema acha niangalie kuangalia hivi pesa ya 6000, kabla nishapata basi wewe tumie pesa vizuri nini. Alikuwa amekutumia vizuri? Yeah. Wallahi nilienda nikatumia, nililipa TV hiyo saa nini. Sikupata quality sijui, na mimi niko sure ni wrong number juu mimi sijui mtu kutoka Coast. I was like this, yanasema ishia na babu yako sijui kakako nani, kakangu mimi, kakangu TV hapo, kakangu baba. Juu sijui ni nani, lakini sasa hizi nitarudisha. Sasa hizi nikireceive wrong number utarudisha.
Yeah. But so you see now, Ideally, like these days ufai we can't see the number. No, not really. How Not you because know? you can't see the number. It's dangerous to send back. It back. Yeah. Oh, because you never know, like wanaweza kuwa ni mwizi. Anaosha do. Yeah. Basi akimpigia mara mingi na mwambie tulize mkata tenge. The thing ni, but what you should do in real sense ni mwambie tu reverse. Acha reverse. Oh, yeye mwenyewe Yeye mwenyewe reverse. Kama and what do you do reverse. if they don't call you? Mimi nilikuwa nadhani unasema ni pesa tu. They don't call you, do KFC. Like it's 2 weeks unashanga nothing, no one has called me, no one has texted me. Hata mimi nitaipote into good use. Nataka nifikirie shida niko nazo. Chafue pesa alafu pole. I'll send a sorry baadaye. Mimi nataka katu nayo like 3 days, ikipita 3 days inaanza kupungua kidogo kidogo. Mimi naweza sukuma hata 3 days kama unampia. Huyu 2 hours straight kama hajatuma. You for 2 hours unafaa kuwa umejua kama umetuma pesa the right place ama wrong place. like a 50k. Njora mimi sijui nishaitumia msee wa boda nikatumia msee wrong, alafu ananipigia ati umenitumia 50 G wrong number. Kasema huyu ako serious kweli. Nikula Ati shwari. reverse, hata siku reverse sasa. Like nimeona huyu hayuko serious. 50 of mazi. Ndio ukule sawa. Nikaacha tu nikasema acha tu nitumie mtu boda. Nikatumia mtu boda nyingine. Tata ule akanitumia back sasa. Chika 50 yako. Akakutumia? Siwe kwenda na hii 50 yako. Unatumia hadi 50. Wako hivyo. At what salary does a Kenyan young person start feeling like an adult? At what? At what salary? Like tuseme kabla ulianza Currently ama back then? Right now. Right now. Tuseme ni do gani ulianza kumake? Career lazima zile sasa hii do yenye nashika sasa hii ni ya hii ni pesa ya adult sasa. Like sasa ndio ikaanza kuchange sasa life yako to from sasa ka mimi ideally sijui kama ugali mayai ni universal bachelors at whatever age. Ama kuna age plan unafika unaanza kuona mbona nikule ugali mayai mazi. Acha tuseme for lack of a better example, at what salary do you feel like ukishaanza kushika hii sasa wewe umekuwa mtu mzima sasa, ama it doesn't matter? Hiyo time ninasema nilishikaka pesa ngapi nikajiona mtu mkubwa 3500. 3500 in a day. Unasema Salo ilikuwa salo ya mwezi. Salo ya mwezi 3500. What? Kapale nikaingia pale nikapiga maluku kitambo sasa. Saizi wezi nipea 35. 3500 juu utafanyia. Saizi. Unajua currently saizi ndio kuna 60 Gs lakini iishe. Inaisha. Unaona like directly. Kila kitu inaenda sha. Lakini ndo nijifeel adult siku nilishika 3500 nikasikia for the first time mtu amenipea 3500 cash hivi nikasikia wazimu mimi nani. Sikia vizuri. Lakini after hapo ndo una explore unasikia like mapigwa 10k 50 Gs. Sasa kumbe pesa ni mingi huku hivi. Lakini saa hizi currently sioni kako na doita zafanya feel adult. Juu ya I think economy pia inachangia. You have to spend a lot to feel comfortable. Lazima uishi vizuri, sijui uvae vizuri. Yaani society imefanya uteseke akili. Me feel what makes me feel more of an adult is not the amount of money I get, but how fast it ends. Because and I'm not using it badly, like I'm using it well. Responsibly. I'm using it responsibly, but inaisha. Umetoka savings sijui nini. Unabaki na 1500. Ama nianze rudisha hizo pesa zote. Unaanza kureview maze M-Pesa statement. Hii pesa kuna mali ikifika vibaya. Ikifika point unakula savings na umeiweka tu 2 hours ago jua. Mshwari kuweka kutoa. Hata sasa ndio upe loan kila mahali, unafika hivyo. Umetumia 100 Gs kwa siku imeisha sha. Unaanza sasa mshwari inakuwa cha. Ile loan ya kukopa ni ngapi? Start asking for loans sasa. Leo nilikuwa nasema 10k is the new 1k. Juu 10k iliisha haraka. Like 1k ni kama 100 bob. Sasa 1000 kwanza super naipa. Uko na so. Vitu tatu hivyo. Unatoka ukilia. Economy si ya Kibaki. Economy ya Kibaki ndio ulikuwa unaliza Karebag na shopping ya 1000. Sasa mimi ninaweza sema like saizi ukiwa na dosi ati venye utaispend sana itaisha haraka. Hata si mambo na economy tu, venye vitu ziko hata ukijaribu kuorganize aje bado tu itaisha very fast. Huwezi bambika na hiyo. Zamani ulikuwa ukishika hiyo 100k unasikia fiti sana like hii kitambo ishe au hii miezi 3 ulikuwa umesukuma. Lakini saa hizi unashika 100 Gs
kila kitu zinakuangalia hivi Unaanza kutafuta ingine immediately. bas sa hiyo But anyway, I think sasa unajua tumepiga almost 1 hour 30 minutes. Oh, okay. So I think that was a really good episode for hii episode naweza recommend sana kwa bridgers na wase wenye wanafeel, wase wenye wanafeel ikikaa 9 to 5 ndo kila kitu. Kuna lots of careers out here. Kuna 40 au 30. Kuna 40 years old wenye wanafikiriaga 9 to 5 ndo kila kitu. Mazee kazi lazima uvae suit sijui ufanye nini. No. Kuna pesa mingi sana huko nje and there are millions of ways to get that money. So toka huko nje, learn a skill. Ona kama unaweza capitalize on that skill. And then with that life becomes beautiful. As you can see leo tuko na guest mbigi hapa hivi. By the way, Emerson ni baba mbigi hapa hivi. Mimi ni venye huwa sinyoi. Sijanyoa for the past like 2 years. Unaona? So mimi ni venye huwa sinyoi. Hata usingekuwa naenda huko juu, hapo hivyo ndo sasa tulianza kupatana na wase wenye wanaendanga huko akina kama kina Kolo au wote ni mabeshte zetu. So anyway, but I think I'll go get my hair done. Kuja utembee. Tunalete ile level ya Kanairo wapi Kericho. Juzi niliona kwanza nails watu wanalipa 10k. Yeah, because we're trying to bring ile like msee anatoka sijui Kericho kwenda kufanywa nini. Instead of them going, yeah. So we're just bringing that level huko. Yeah. So that's why tuko wakubwa huko. So uta prefer kwenda nje because we have the same stuff than we kwenda nje. So you have to come inside tukushughulikie usikie vitu usikie kama uko na Nairobi Nakuru huko Kisumu. So waambie wase wanaweza kupata wapi? Baba shop yako iko wapi? Sema nitumie Simba Gate Mall kwa hiyo juu ni Naivas building. Nataka Naivas. I think Naivas ndio. Wase uita hiyo. Naivas building. Hiyo label ya Simba Gate. Second floor ya Empire. Amulizie tu Emerson the Baba. Very popular guy. Swali, what advice would you give to like you 13 years ago or somebody who is in the same position right now thinking about pursuing either that career or just something which they love and they're not sure what to do, wanapewa pressure, they must have a formal job ama they don't know how to start. What I can say is just lock in and be consistent. It will pay along the way. Yeah, bumps ni mob, but you still have to push. Yeah, do you gain your craft unataka like mtu wana recognize, you just have to put in more work on a daily. Alafu pia sasa you have to sacrifice pia. Juu inakam na vitu mob pia family time inabidi you sacrifice, so itakuwa less ndio upate kitu unataka juu you are more demand. Unataka on a daily basis, una hiyo time ya tis juu kwa vacation. Kind of vacation you have to book early now. You have to explain to your clients you're going on vacation. You will not be around for 2 days or 3. Do so okay, sasa wacha tukuje, you do it, you enda baluna and still meet you later. Yeah, just have to put on more grind. That's what I can say. Na wase pia wako open to learn. Usijifungie, you have to. Because I think that's the most important thing, like you have to learn every day something new. Every day, whether hata kama ni kuiba, just learn something new every day. Ndio itakukeep on toes. Most job yetu you can find somebody maybe ana hiyo clientele yenye wanamdemand sana, but ukirelax sana online like just swiping TikToks, it will not help. Look for something hapo kwa hiyo TikTok, try and experiment it, uone kama itakusaidia. Like you can just take one thing, you take off with it, na iko kitu yako, unaona, and you stick with it kulete do. Yeah, make sure you just learn something new every day. Taka ni jina moja, you have to. Na kama saizi I'm trying to learn Arabic kidogo, ndio nisome Quran vizuri. So have to word by word, so kisao lazima ufanye daily. Yeah, that's it. Yeah, very nice. I think that's it from the cool side, Mazi. It's been a beautiful episode. Chafunga tumepiga 45 minutes or something. So there's something that needed to be sorted. Na karibu ni ignore your number. It's okay. It's okay. So that's nice. I think that's it from us today, guys. I think that's it from us, guys. Till next time, till our next episode. Look out for more guests that mko familiar with. Wanakuja very soon, and season 3 is almost here.
we're almost coming to a close. But I think So- thank you for coming bana. Thank you for coming. Najua kuna points mingi umezisukuma. Asante sana for the sacrifice. Usiniongeleshe. Abuda na try kuwa mkai. Kind kwa nani? Kata tuende. Mtoto wa ghetto unanikulia kind hapa. Hai. Hakuna kind, lakini imekuwa best. Nimeenjoy pia. Unaona. Melan pia vitu new setup nini such stuff. Top So I'm sana. going to improve on my pod. Top sana. Check you later go. Sibite mazee najua mimi sijui stories za futa Na but OG football. Hata rugby juu. Oh, your podcast, Aye. your podcast ni Boys. sports. Yeah, football Oh, digest. okay. Lakini wewe Simi na kushow. no. No, bro. Hata appearance basi. Maybe ukuje la hello guys no ishi hakuna hati sijui story mingi lakini. Haya. Tuki Mimi kitu tunajua ni Arsenal ni kama hawezi shinda ligi, which is good. Aje? Najua Arsenal hawezi shinda hiyo ligi. Hawezi shinda. Imeenda, Simwahurumie imeenda. tu wawili. Imeisha. That's the correct thing. Naweza kuita sasa. One more game. Naweza kuita sasa. Sasa So, unaona mwongee kitu ya maana. yeah, Naweza like- kuita next. Thanks Mazee for showing up Mazee. It's been a beautiful episode. Karibu tena. Kudos. You're doing a good job. Muendelee kusukuma hivi. Ni hivi inaanza sasa. Yeah. Hivi ndio inaanza. Hivi ndio inaanza. Still you have to be patient. Na muwaka hadi sana. Setback ziko. Kama un setback tu. Setback ziko mob so For 2 seasons. lazima you have to He's pray. been setting you back for 2 seasons. Mkwe mnaomba juu setbacks ni mob so fiti mnafanya fiti. Shukran. Yeah. That's it from us guys. Umewaplug na social zako, si ndio? Au ulisema tu Application, ni physical, unaweza sema social. Hata social. Emerson the Baba. Kila mahali I think. Social. Yeah. Emerson the Baba. I think I'm the only Emerson the Baba. Or Emerson ya Ima. Then son. Ai. You have it here. Oh, utaiweka hapo. Good night and Somewhere goodbye. hapa hivi. Yeah, short time. Adios. Naona watu wanajua. Saa ngapi by the way? Ay. Wow.